Karibu sana baba. Asante. Niko wapi? Niko ndani. Uko ndani? Uko ndani? Safi. Unajisikiaje? Safi tu. Safi? Ndio. Ndio. Jina lako? Katoka. Hello. Uko wapi? Ndio hapa nipo karibu na kijiweni. Wai. Poa. Kumbe uko hapa? Mbona nizungusha kweli mimi hadi nimechoka bana. Vipi hapo? Safi. Hai. Mmoja na mkubwa sawa. Nipenda kutoka kidogo. Ila baada siku ya kuja ila kaniambia inabidi pia kitu tukoje na nini. Sawa. Kwa kama nilikwambia nitakwenda kwa mambo yote. Sawa kaka. Maana ndio na kuondoka. Kwa hiyo tutakoje. Haya. Wewe unakumbuka? Nilikuwa nasoma form 3. Nilikuwa nasoma. Ndio mambo. Sasa hapo. Sema. Mama jambo. Jambo. Wewe umenipanga jana nimekuja pale kijiweni sijakuta mtu. Nilikuja? Kera kweli baby. Amtoe. Unajua nini? Nilikaa pale sema kuna washikaji walikuja tukaa wengi. Sasa kuna mtapeli mmoja anajiita mchungaji. Sikaja akatuharibia pale. Sasa uondoke kisa kwa kweli jamani. Subiri. Kuna mchungaji aliniuzi bana. Aliniuzi kwa kweli. Kama unakuwa. Sawa. Mimi kuna kitu nataka nikwambie. Kama nimekuja hapa. Nina mimba. Una mimba? Sasa nashangaa kitu gani jamani? Yana? Jamani sio jamani. Sina raha kama wewe unalala mwanaume mwingine nani? Mimba. Sawa. Mimi nasema sawa, ile sawa kivipi jamani? Mbona umewahi sana wewe? Unapolima shamba unategemea uvune nini? Uvune mabua baada ya kuvuna nani? Mazao. Kila sio mbaya, sawa. Kuna mwezi ngapi? Ina wiki 3. Absolutely. Kwa tunapokea bali. Nilikuwa nimeshauri form. Wewe ngapi? 28. Wewe 28. Hapo nasoma. Kumbe. Sawa. Ile nzuri. Hongera sana. Unajua kwa dunia sasa kufikia hatua kupata mtoto sasa ni jambo gumu sana. Hapo nataka kufurahi. Mimi niko tayari kuelewa. Na nataka nikufurahishe.
nije nyumbani kitambulisho. Sawa. Asante, naona kama hii ni surprise. Naona nimefurahi sana. Kweli? Basi hamna shida. Hata hivyo mama anashauku sana kuwa yaani tunaanzisha mahusiano eti na maboresho yetu mwana. Hata baba kwa tabia nzuri, ila ngoja nitapanga muda nitakwambia muone mama. sawa. Mbona watu sasa picha hivi kuna maana kakua msema wewe lakini wewe usema ndio kwa shida nani wewe ni masiala bora sasa si sawa mimi nimekuja mimi sasa wewe ni sawa nasema mimi ni sawa lakini angalia sawa wewe lazima uelewe. lakini bwana mimi napenda shule kama wale wetu ndio utakuja kunisaidia kumbe na wewe unamsupport tu kaka. Sasa baby, mimi nikuache na nyumbani maana mama nimempeleka kwa mwali. Baadaye. Sawa. Mwai mama. Haya. Sasa habari? Sawa tu. Kwa mtu mzima? Mzima na mimi. Samahani kaka yangu. Bila samahani. Wewe unaona tu mtaani huko. Lakini sasa nakosa muda wa kuongea na wewe. Siku nyingi sana kwanza. Hivi leo mtandao unasumbua. Mimi simu yangu. Una simu? Hata sina simu. Lakini hata mimi leo mtandao unazingua sana. Sasa mimi nachokuongea na wewe kaka yangu. Wewe unaona tu mtaani lakini nakosa muda wa kuongea na wewe. Unajua mimi leo imekuwa kama bahati nimekutana na wewe. Nilikuwa natamani sana kuzungumza na wewe. Nataka nielezee hisia zangu kwako. Mimi nimetokea kukupenda. Yaani kifo kinakupenda kutoka moyoni mwangu. Nataka uwe mpenzi wangu. Mimi hapa? Ndio wewe. Dadangu samahani sana. Mimi na mpenzi. Kwa hiyo nashukuru kwa kunipenda. Hapana. Usiniambie hivyo. Sasa mimi nina mpenzi. Mimi ndio nakupenda wewe. Kwa nini usiachane naye tu mtu unampenda unipende mimi? Au mimi sitaki kupendwa na wewe? Magi, wewe si rafiki yangu kabisa. Na wewe rafiki yangu na mpenzi wangu. Lakini ndio hivyo nakwambia nakupenda. Kwa nini usina nini na rafiki na rafiki yako? Hawezi akajua, tutafanya siri. Labda nikwambie kitu. Hakuna siri ya wawili. Labda nikwambie ukweli. Kwa jambo kama hilo hatuwezi tukalificha. Alafu mimi nampenda. Kwani na nini wewe mpaka anakufanya usinipende mimi? Mimi najua anachonipa mpaka nampenda, ameng'ania kiasi hiki. Kwa hiyo nitakudanganya. Rafiki yangu mimi nakwambia basi nitakupa hicho anachokipa. Tena zaidi yake. Magi, hebu acha masiala basi. Kwa nini unielewi lakini mimi nampenda yeye, siwezi kumwacha katika maisha yangu. Na tumeshahadiana kabisa. Tuna malengo makubwa sana. Kuona kuomba kwenye mahusiano yetu usituingilie. Sawa? Takutana. Kitai. Kwa nini unanifanyia hivyo lakini? Mimi nakupenda lakini usinifanyie hivyo. Anajifanya nielewi kwamba nampenda. Subiri tamuonyesha. Nitaenda hata kwa mganga. Atanipenda tu.
anajikuta jeuri, tamwonyesha. Hodi. Karibu. Asante. Habari? Usikae. Mbona unaingia na viatu kwenye kilinge changu? Ingogo igwe. Karibu keti. Asante. Habari za hapa mganga? Ingogo igwe. Tufanye mpelenye. Mganga, nimekuja hapa na shida. Shatambua. Shida nishajua. Sawa mganga, naomba unisaidie. Shajua shida yako. Sawa mganga, nisaidie. Nyosha mikono yako mbele yote miwili. Ingogo igwe, tufanye mpelenye. Shida yako nishaijua. Kuna mtu unampenda tena kwa dhati. Ndio, nampenda sana mganga, naomba nisaidie. Ila yeye hakupendi, anakamchumba, ndo maana hako ndo kikwazo. Sawa mganga, naomba unisaidie mganga. Yule mtu nampenda sana mimi, nampenda sana mganga, naomba unisaidie. Kazi ni ndogo kwangu. Sawa. Ukifika kwa Ingogo igwe, fanye mpelenye. Kazi imeisha. Sasa basi, hiyo kazi ni ndogo, masharti utayapata. Sawa mganga, nitayapata masharti yako. Kikubwa ni mpate niyempenda. Basi sawa. Sasa kinachotakiwa ni kusikiliza maelekezo. Sawa. Sharti la kwanza, yule si rafiki yako? Ndio, ni rafiki yangu. Unaweza kurudisha mikono yako. Ingogo igwe, tufanye mpelenye. Sharti la kwanza, inabidi yule rafiki yako umshawishi kila mbinu atoe ile mimba. Sawa mganga, tamshawishi. Sasa sharti la pili. Lakini mganga, mimba inahusiana nini na mapenzi yangu? Kwa nini umesema kwamba nitoe nimshawishi atoe mimba? Ingogo igwe, abakulu, sababu ni moja, ile mimba wameshia wanaume wawili, ila damu na huyo mtoto aliyoko tumboni ni wa yule ambaye unampenda wewe. Ingogo igwe, tufanye mpelenye. Ukipata maelekezo, basi tatizo lako limeisha. Tumeelewana? Sawa mganga, hata masharti yako. Basi sawa. Sasa basi, Ndio. nakupatia sharti la pili. Sawa. Inabidi nitakupatia dawa Ndio mganga. ambayo utakwenda kumtengenezea huyo unayempenda. Sawa, nakuelewa mganga. Tumeelewana? Sawa mganga, nakuelewa. Sharti la pili, ukikutana na huyo bwana usimsemeshe, Sawa mganga, nimeshakuelewa. wala hata kama akikusemesha wewe endelea na mambo yako. Sawa mganga. Tumeelewana? Sawa, nimeshakuelewa. Ingogo igwe, fanye mpelenye. Sasa basi, inayofuata ni kupatia dawa Ndio mganga. na sadaka, kwani unayo? Ndio ninayo, nimekuja nayo. Pia mganga. Usiweke chini, usiweke chini. Ingogo igwe, tufanye mpelenye. Awakulu, zungusha hivi kwanza ndipo uweke. Ingogo igwe, awakulu,
Tufanye mpeleni. Sasa basi nakwenda kupatia dawa. Ongea, nuia humu unachotaka. Ingogo igwe ambanduli. Sasa basi igao inabidi aile kwenye chakula au kwenye maji. Sawa. Tumeelewana? Ficha hiyo dawa na unapoenda njiani usigeuke nyuma. Ingogo igwe unaweza ukaenda. Ingogo igwe tufanye mpelenye awakulu. Mwenye mimba yake lazima nimuonyeshe show inavyoenda. Anajikuta ataki kutoa mimba, ataitoa tu. Beti. Nani tena wananiita? Shalom. Sasa binti, nilikuwa natembea hapa mtaani, lakini nimeona unazurua tu mtaani kama vile una mawazo. Unawaza nini? Hamna chochote, siwezi chochote. Yaani ni maisha tu, changamoto za maisha. Changamoto za maisha? Ndio. Niko hapa kwa ajili ya kutatua shida zenu. Ndio maana nimeitwa na Roho Mtakatifu ili niwahubirie Injili. Watu wote wenye shida mimi ndio nawasaidia sana, nawaombea. Kama una changamoto yoyote mimi nakuombea. Wewe sio tapeli kweli wa mjini. Mjini huko unajua sasa hivi matapeli ni wengi. Binti, kwa kunionaje mpaka unasema mimi tapeli? Nihubirie neno la Mungu maana nawahi. Kwanza binti, kabla sijakuhubiria neno la Mungu. Yaani ndivyo ukuta hapo umesimama sawa? Roho wa Mungu kanishukia. Kasema huyo binti ukishamsomea neno la Mungu, mhubirie, muombee kwa sababu ana majanga mengi. Na mimi kweli ninapokuona binti, una mawazo mengi kichwani. Niambie una shida gani? Mimi niko hapa mtumishi wa Mungu kwa ajili ya kuombea. Shida zako zote ninazimaliza mimi. Sina shida yoyote. Hauna shida yoyote? Basi kama hauna shida yoyote, neno la Mungu inatoka kwenye kitabu cha Waamuzi. Sawa? Waamuzi ule mstari wa 23. Neno la Mungu linasema, naye mtu mwenye nyumba atatokea hapo nje. Unaona? Mungu wangu, nyumba tena. Hili neno unajua la Mungu. Unanipotezea muda tu kakaangu. Naomba niende. Neno la Mungu nilikuwa nakusomea. Neno la Mungu nasema, na wasi msifanye uovu. Msifanye uovu. Unaelewa maana ya kufanya uovu? Hutakiwi kufanya dhambi. Sawa binti? Hautakiwi kufanya dhambi. Dhambi ni mbaya. Nataka nikuombee sana. Bwana, mimi ninachelewa na haraka sana na mawazo kwanza hapo, yaani usiendelee kunivuruga. Naomba niende tu. Haya. Kwa kuwa umesema una mawazo na una haraka, naomba kwa kuwa nimeshakusomea neno la Mungu, hapa kinachofuata binti, naomba nikuombee. Maana nimejua kabisa kichwa chako una mawazo mengi. Nataka nikuombee sana binti. Unaniombea nini? Kwanza unanipotezea tu muda wangu. Kwanza ulivyovaa haufanani hata kwamba ni mtumishi wa Mungu. Yaani ulivyovaa tu jiangalie. Yaani haufanani kabisa kwa mtumishi wa Mungu. Binti, kumbuka nimekuambia nimeshukiwa na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo usijaji mavazi ya mtu wala usimjaji mtu kwa jinsi unavyomuona. Hapa ndipo nataka nikupigie maombi. Nataka nikuombee kama una mawazo mengi kichwani. Mawazo yote yatafutika kuanzia sasa. Hapana, niache. Naomba tu niende maana na haraka zangu. Yaani na mawazo kweli hapa nilipo. Naomba tu niache, usiendelee kunivuruga. Kwa hiyo usiwe mbishi. Mimi nimeshukiwa na Roho Mtakatifu.
Mungu kaniambia pita mtaani, watu wana shida nyingi mtaani, wasaidie. Mojawapo na wewe binti, naona una shida nyingi kichwani, ndio maana naamua nipite mtaani. Nikakuona binti unatembea na mawazo, nikaamua nikusaidie. Haya sawa, niombe na haraka zangu, niombe basi chap chap. Baba mbariki huyo binti, anaonekana anawaza sana kuhusu mapenzi. Usiwaze mapenzi kuanzia sasa. Pokea. Umepokea kuanzia sasa. Umepona. Hauna mawazo tena. Pia binti, usahau pia nilisahau kuambia kwamba napita, lakini pia kwa sababu hujawahi kuniona, mimi ni mtumishi wa Mungu ambaye nimeshushwa na Mungu ili nije niwahubirie neno la Mungu. Sasa Mungu amesema siwezi kutembea kila siku mtumishi wa Mungu natembea njiani pasipokuwa na kanisa. Lazima nifungue kanisa. Sema haleluya. Haleluya. Lazima tufungue kanisa. Amen. Na ili tufungue kanisa, Ndiyo, lazima tupate mchango kidogo kutoka kwako. Kama unaweza kuwa na chochote utuchangie kwa ajili ya kujenga kanisa yetu. Na kanisa yetu tunaijenga mtandaoni. Sasa wewe kanisa gani la kujenga mtandaoni? Binti, tunajenga kanisa kwa ajili ya kuwafikia watu wengi. Ni Mungu kanituma. Kwa hiyo lazima nifanye neno la Mungu. Lazima nifanye kazi ya Mungu. Unaona? Ndio maana napita. Kwa hiyo hapa tuna mchango kwa ajili ya kujenga kanisa yetu. Hiyo kanisa yenyewe itakuwa ipo online. Kwa hiyo tunaomba mchango wako kwa ajili ya kuikamilisha kazi ya Mungu. Sawa. Sawa. Baba, mbariki huyu binti, alipotoa aongezewe zaidi, aongezewe mara 100 zaidi. Pokea, utapata mara 100 zaidi. Amen. Hii hapa tutaenda kuongezea. Pia usahau kuwa unakuja pale kanisani kutoa sadaka. Sawa. Usiwe unachelewa bado. Lakini pia binti, tusahau kuhusu sadaka. Sadaka ndio kitu cha msingi sana. Sadaka tena? Ndio. Wewe umeniomba mchango hapa, nimekupa sasa hivi. Ndio maana nilitoa maelekezo kwamba huu ni mchango kwa ajili ya kujenga kanisa yetu ya mtandaoni. Kama nilisema mara ya kwanza, wewe ni tapeli muongo. Binti, kutoa ni moyo na sio utajiri. Lazima utoe sadaka. Hii tumetoa ni kwa ajili ya mchango wa kujenga kanisa. Kwa hiyo tunaenda upande wa sadaka. Kama utakuwa una chochote, una 5,000, una 10,000, una 20,000, una 50,000, una laki, ni wewe. Unaweza kumtolea Mungu. Sikuamini wewe kaka, wewe sikuamini. Sasa hivi tu hapa nimetoa mchango. Sasa hivi tena sadaka. Tofautisha kati ya sadaka na mchango. Hii tunaomba ni sadaka na hii ilikuwa ni mchango. Kwa hiyo tofautisha hilo. Sawa, ngoja tu nikupe nilionayo, maana nilikuwa sina nyingine hapa. Hauna nyingine binti? Ndio. Una shilingi ngapi hapa? Ninayo tu hapa 2,000. Basi, kwa kuwa ulikuwa umeshatoa ya kwanza, naomba nikubariki na hii. Mungu kaniambia nikubariki. Sawa. Utapata pesa nyingi sana. Sawa? Haleluya. Mungu akubariki sana. Mungu akubariki sana binti. Utapata sana pesa nyingi. Mungu akubariki na hautasumbuliwa na mapenzi. Niamini mimi, hautasumbuliwa na mapenzi. Kuanzia sasa nimekuombea na umebarikiwa. Sawa. Ngoja mimi niende nakwenda. Haya. Mungu akubariki. Hapa tayari. Toa Mungu. Niende huku sindudi huku. Nitakutana na vitu hapa tena. Haleluya. Kipai. Hivi una shida gani? Unajua mimi nakupenda jamani Kipai. Mage, mbona kang'anizi wewe? Mbona mambo yako ni yale yale? Lakini mimi nakupenda. Sasa mwingine bana. Usinifanyie hivyo lakini Kipai jamani, mimi nakupenda. Sijui nakuaje ili alielewe kwamba mimi nalipenda. Jamani. Nilipewa masharti kwamba nisiongee naye. Na mimi nimeongea naye. Na kule nyuma niligeuka yule mchungaji aliniita. Jamani, na yule mchungaji ni tapeli tu na yeye jamani, nafu nimesharibu kila kitu. Sasa jamani, sasa hivi nafanyaje? Inanibidi nirudi tena kwa mganga. Sasa nitafanyaje? Itabidi tu nirudi huko nikamwelezee mganga. Hodi. Karibu.
Asante. Shikamoo. Jambo. Bali za nyumbani. Nzuri tu. Meli nimemkuta. Meli hayupo mtoto. Sasa ameelekea wapi? Yaani sijajua jamani. Sawa. Uko na shida nini? Nilikuwa na shida naye. Mama, hivi unajua kwamba mwanao ana mimba?